Sababu kila mgeni anayeingia, hatua ya kwanza kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, anakutana na watendaji kutoka Idara ya Uhamiaji, na tunafahamu kwamba Idara ya Uhamiaji inatoa huduma nzuri, lakini kwa sababu ya ule mtiririko wa utoaji wa huduma au mfumo tulionao sasa wa utoaji wa huduma, pia zipo changamoto ambazo wageni kwa namna moja au nyingine wanaweza wakawa na zilalamikia. Moja ya changamoto ni namna ya kuweza kupanga foleni, na anapofika kwenye foleni kwanza akapate control number ya kulipia ile visa kwa wale ambao wanapata visa on arrival. Akishapata control number akatafute mahali pa kulipa alipe. Akisha kulipa arudi kupanga foleni tena sasa ya tatu kwa ajili ya kuweza kwenda kukaguliwa na kugongewa muhuri wa kuruhusiwa kuingia nchini. Hili ni moja kati ya changamoto kubwa, lakini nataka niwaambie kwamba serikali kupitia Idara ya Uhamiaji Tanzania tayari iko kwenye hatua za mwisho kuelekea majawabu ya changamoto hii na kuwaondoshea usumbufu wageni wetu wanaokuja nchini. Nini tunakwenda kukifanya? Tunakwenda kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakwenda kupanua wigo wa madirisha ya uhamiaji ili kuhakikisha kwamba makundi yale matatu aliyoyazungumza mkurugenzi hapa kwamba tunayataraji katika kipindi kifupi kijacho, yakiwemo bunge la IPU mwezi Oktoba mwaka huu, ni wageni wasiopungua 2000 ambao ni maspika wa bunge na maafisa au wabunge wa nchi mbalimbali duniani, ambapo tunataraji nchi yetu itakuwa mwenyeji wa kuhost bunge hilo la dunia. Hilo linataraji kutokea mwezi Oktoba. Lakini kundi la pili tunataraji vile vile kwenye mwezi wa Disemba mwaka huu tutakuwa na ile World Travel, nayo tunataraji kuwa na wageni wengi, nao hao pia ni sehemu ya kundi litakalo shiriki nasi. Na kundi la tatu, wote tunafahamu kwamba mwakani tuna AFCON na sisi Tanzania ni sehemu ya wenyeji. Sasa makundi hayo makubwa ambayo katika ile itinerary ya kawaida tuliyoizoea hawakuwepo au hawakutarajiwa, maana yake ni kwamba tunapaswa tujipange vizuri kuweza kuwapa huduma. Kwa hiyo miongoni mwa mambo matatu tutakayoyafanya baada ya lile la kupanua wigo wa madirisha au kuweka madirisha maalum kwa ajili ya kuhudumia makundi hayo, jambo la pili, tunakuja na mfumo mpya wa utambuzi wa abiria wanaokuja au wanaoingia nchini, unaitwa APIS, Advanced Passenger Information System. Faida yake nini mfumo huu? Moja ya faida ya mfumo huu ni kuhakikisha kwamba abiria wote wanaokuja nchini wakisha kununua tiketi na kuloji zile passport zao kwenye mfumo, automatic mfumo utatusaidia kuweza kupata history za mgeni huyo akiwa hajaondoka nchini kwake. Na yule ambaye records zitatuambia kuwa hana taarifa nzuri kwa kuingia nchini kwetu, tutaweza kumdhibiti au kumzuia akiwa kule nchini kwake kabla ya kuondoka kuja nchini kwetu. Rai yangu kwa wanasemina hawa, moja, tukumbuke na tuendelee kufahamu kwamba ukarimu wetu ndiyo tunu yetu. Tukiendelea kuwa wakarimu, tutaendelea kuitangaza Tanzania tukiwa hapa nchini. Lakini pili, tufahamu kwamba tunayo dhima ya kuhakikisha kwamba taifa letu linaendelea kudumu na kuendelea likiwa katika hali ya amani na utulivu. Niwaombe sana tuendelee kuhubiri hilo, si tu kwa wenyeji lakini hata kwa wageni wanaoingia nchini. Tumerithi amani hii kwa wazazi wetu, tuliyopo tuitunze na tuidumishe ili vizazi vijavyo viweze kuiendeleza.